alipata alichokitaka, lakini alipoteza uthamani wa uzaliwa wa kwanza aliyokuwa nao. Katika maisha yetu, wahenga wanasema fikiri kabla ya kutenda. Usifanye maamuzi ya haraka. Na tunaona mwingine katika Biblia ambaye alipata mali akajilimbikizia, akambalasia Mungu vitu vichache anavyojisikia yeye. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 tunaona kisa cha habari ya watoto wa Adam, ambapo tunaona Habili na Kaini. Katika fungu la 3, ikawa hatimaye Kaini mchunga kondoo. Nitarudia, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali kwa sadaka yake, kwa sababu yeye hakutoa kwa moyo mkunjufu. Tunaona Kaini kwa sababu alikuwa na moyo mgumu, hakutoa kulingana na jinsi Mungu alivyombariki, na sadaka yake haikukubalika mbele za nani? Za Mungu. Na tunaona uthamani wake haukuonekana mbele za Mungu. Ni kweli alipata alivyovitaka, lakini alipoteza mahusiano yake na Mungu. Tunaona Kaini akawaka tamaa, akawaka wivu kwa ndugu yake Habili, ambaye alimimina moyo wake akimtolea Mungu sadaka iliyonona. Haleluya! Sikiliza, mwambie jirani, angalia usipate ulichokitaka ukapoteza ulichokuwa nacho. Ni kweli unaweza ukapata mali nyingi, ni kweli umepata gari, lakini ndani ya hiyo gari bado kuna zaka na sadaka imo ndani ya gari. Ni kweli gari umepata ulichotaka, lakini umepoteza mahusiano yako na Mungu. Ikiwa unapata mali unajirimbikiza pasipo kumtolea Mungu. Lazima kila pato unalolipata umkumbuke kumtolea Bwana Mungu wako. Haleluya! Ni kweli watu wengi wamejenga majumba, ndio nyumba umepata, ndio nyumba nzuri, lakini nyumba ya Bwana ni nyumba iliyochakaa. Ndio umepata nyumba njema, umepata ulichotaka, lakini umepoteza mahusiano yako na Mungu. Muulize jirani yako, je, kila pato unalolipata unamkumbuka Mungu kuwa wa kwanza? Ikiwa unapata halafu unailimbikiza kana kwamba ni yako, ni kweli utapata unachokitaka, lakini utapoteza mahusiano yako na Mungu wa mbinguni. Angalia kila pato unalolipata ukamfanya Mungu kuwa wa kwanza. Zaka na sadaka, kila sadaka. Mwingine ana gari, ndio anapoweka gia, zaka sadaka, huku gari inalia zaka ya baba imeibiwa, kwenye mafuta imeibiwa zaka ya baba. Lazima utafakari, kile ninachokipata ya Mungu imetolewa, na Mungu anahitaji kumtolea kwa moyo mkunjufu. Haleluya! Tunaona Habili aliyemimina moyo wake akamtolea Mungu kwa moyo wa kupenda, hatimaye sadaka yake inapata kibali machoni pa Mungu. Kuna raha na faida kubwa katika kumtolea Mungu. Sikiliza Hagai. Hagai ananena habari ya kumjengea Mungu. Hagai, soma nami katika kitabu cha Hagai, ile sura ya kwanza. Katika kitabu cha Hagai sura ya kwanza, ninaomba tusome wote habari hii. Hagai sura ya kwanza, ile fungu la 3, ndipo neno la Bwana anasema, ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao? Iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika,
Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuimbe kawimbo kadogo wakati wageni wanaingia. Karibuni sana wageni. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Mnasema hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani, kaa mkao wa kula chakula cha uzima. Mbona umenuna na wakati ni Sabato takatifu ya Bwana? Hebu cheka na jirani yako kidogo, mwambie haujambo. Mwambie kuwa na amani. Haleluya. Tunaendelea kumtukuza Mungu kwa ajili ya wageni ambao wanaendelea kutufikia. Ni jina lake Bwana na liinuliwe. Maana nyumba isiyokuwa na wageni hakuna baraka. Kwa wageni wale ambao wamefika sasa, tumekuwa na somo makini ambalo tunaendelea nalo, linalosema umepata ulichokitaka, umepoteza ulichokuwa nacho. You get what you wanted but you lost what you did had. Na kisa hiki ambacho kimejengwa kwenye Biblia, tumeangalia habari ya Esau na Yakobo, ambapo Yakobo anamuomba Esau amuuzie uzalio wake wa kwanza ili ampate chakula. Na tunaona Esau anakubali kuuza uzaliwa wa kwanza ili aweze kupewa chakula. Ni kweli alipewa chakula alichokitaka, lakini alipoteza uthamani wa uzaliwa wa kwanza. Na tumeangalia habari ya Kaini na Habili, ambapo Kaini alitoa sadaka si kwa moyo mkunjufu, si kwa kadri alivyobarikiwa na Mungu. Yeye akapeleka kiasi kidogo mbarasia Mungu. Ni kweli alipata mali nyingi akajilimbikizia, lakini alipoteza uthamani mbele za Mungu. Tunaona Habili aliyemtolea Mungu kwa moyo wa kupenda, sadaka yake ilipokelewa machoni pa Mungu. Haleluya. Ndilo somo letu tunaloendelea nalo. Hagai ameendelea kusema katika sura ya kwanza fungu la 3. Naomba tusome wote. Hagai sura ya kwanza na ule mstari wa 3. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo, ambao iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, Asante sana. Fungu lile la 4 nitarudia, nasema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo, ambao iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamtosheki na vinywaji. Ndio mnajivika nguo lakini hampati joto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka. Sikiliza, Hagai anazungumzia ya kwamba wale wanaopata mali lakini hawamtolei Mungu, hata wakipokea mishahara yao wanaweka kwenye mifuko iliyotoboka. Maana yake ni nini? Atapokea mshahara,
wagonjwa ni wengi, mara shangazi, mara kwa mjomba, mara hili mara hili, kwa sababu hakuna baraka za Mungu. Lakini Mungu anasema zitafakarini njia zenu. Fungu la 8, fungu la 7, Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu, pandeni milimani mkalete miti, mkanyenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mwambie jirani, Bwana anatuagiza tupande milimani tukalete fito. Mwambie jirani yako, mwambie Bwana anasema hivi, tupande mlimani tukalete fito. Hatuleti fito, wengine tutaleta fedha zetu, haleluya, ili tuje tumjengee nyumba ya Bwana. Muda uliokubalika wa kufanya kazi ya Mungu, kuijenga nyumba ya Bwana ni leo, haleluya. Hatuwezi tukawa tunatoka kwenye nyumba zenye vigai kwa kuingia tunavua viatu, ila kwa Bwana hata tukiambiwa tupige magoti tunaanza kuangaliana nani atangulie. Hatuwezi kumwabudu Mungu kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ametupatia kibali, ametupatia uhai bure. Ni wakati wa kutafakari njia yangu, ni wakati wa kutafakari njia yako, ya kwamba je, mali niliyo nayo nimejitoa kiasi gani ili kazi ya Mungu iweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani, ni wakati wa kutoa vyote kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Ndiyo sadaka ambayo inapata kibali machoni pa Mungu. Tunaona wote kwenye Biblia waliomtolea Mungu kwa moyo wa kupenda, sadaka zao zilipata kibali machoni pa Mungu. Ni wakati wa kutafakari muda huu kwamba ninaenda kufanya nini kwa ajili ya kazi ya Mungu. Cha kwanza ni atoe maisha yangu. Ukiona mtu anasuasua hata kwenye kumtolea matoleo, zaka na sadaka, ni mwizi, ni jambazi, taasirimu. Akipokea 100,000 zote ni mfukoni, anafanya maendeleo. Ni kweli atapata anavyovitaka, lakini atapoteza mahusiano na Mungu. Ukiona mtu anaiba zaka na sadaka, bado hajajitoa kwa Yesu. Halo? Ukiona mtu anamtolea Mungu kwa moyo wa kupenda na anamtolea Mungu zaka na sadaka kwa uaminifu, na ikitokea kujenga kazi ya Mungu, yeye ni wa kwanza, huyo ameongoka. Mwambie jirani, umeongoka. Amekwambiaje? Ikiwa bado mwambie, ikiwa bado jitoe leo. Haleluya. Bado nafasi unayo, unaelewa maisha yako, mimi sijui. Ni wakati wa kutafakari njia zako kwamba je, nimejitoa kikamilifu kwa Mungu wangu? Ikiwa umejitoa, mali ulio nayo vyote ni vya Bwana. Kazi uliopewa ni Mungu tu amekupatia dhamana. Usimame pale kama mwakilishi, ikajulikana leo ya kwamba yupo mtumishi wangu serikalini, yupo mtumishi wangu mahala fulani. Mungu ajivunie kwa kuwepo kwako kazini. Haleluya. Wewe ni mfanya biashara, acha Mungu ajivunie ya kwamba ninaye mfanya biashara makini ambaye ananipenda, ambaye ananitukuza kupitia mapato aliyonayo. Ni mkulima, acha Mungu ainuliwe kupitia mashamba yako, kwa sababu mapato unayoyapata unamletea Mungu gharani. Haleluya. Bwana akubariki unapotafakari maneno haya. Ninampenda sana huyu mama mjane katika kitabu cha Luka. Hebu ngoja tusome pale Luka. Nampenda sana huyu mama mjane ambaye alimtolea. Luka sura 21. Kitabu cha Luka sura 21. Naomba tusome wote pale maneno machache atutie moyo. Luka 21 na ule mstari wa kwanza. Sadaka ya mjane iliyokubalika mbele za Kristo. Yesu akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamwona mjane mmoja maskini akitia mule senti 2. Akasema, hakika nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote, maana hao wote walitoa sadaka katika mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, usimtolee Mungu makombwa. Mwambie jirani, usimtolee Mungu makombwa. Naelewa makombwa nazo sielewe, mabaki, masalia.
Bwana Yesu asifiwe. Usimtolee Mungu masalia. Nikisoma Makombwa nimezungumzia kiruga cha kwetu kule. Yani masalia mara nyingi eti mbwa ndiye anayepewa masalia. Wamekula watu wameshiba, kilichosalia ndio analetewa mbwa. Mungu anapaswa kuwa wa kwanza. Haleluya. Tunapaswa kumtolea Mungu vyote. Angalia matajiri wale walivyokuwa wakitoa, lakini walikuwa wakitoa, wengine wanapeleka kama burungutu, lakini ni masalia yaliyowazidi. Mama mjane senti 2, mbingu zikaikubali. Kristo akasema kati ya wote huyu mama ametisha, maana ametoa kulingana na jinsi alivyokuwa navyo vyote, amemtendea.